want to share on a very simple topic. Simple topic kwa kichwa yake is heading yake is a very simple topic. Na ninajua ni mambo yenye tumezoea na tunayajua. And therefore this morning I just want us to be able to know more. I want us to share on something that is called cultivating spiritual disciplines. Cultivating spiritual disciplines. Kwa Kiswahili inamaanisha kuweza kupalilia nidhamu ya kiroho, nidhamu za kiroho, kupalilia nidhamu za kiroho. Cultivating spiritual discipline. Vile nimesema kupalilia ama vile nimesema cultivating, najua akili zetu zimegonga kwa shamba, zimegonga kwa mimea, zimegonga kwa kupanda. Na leo hii I want us to be able to learn the spiritual things or the spiritual disciplines from what we know. Nataka tusome mambo ya kiroho kupitia na kuweza kuguzia yale mambo ambayo kila mtu anaelewa, ambayo ni kupalilia mimea, kupalilia shamba. Leo hii kuna shamba ya mtu unaweza pita na uone vile mimea imeharibika, vile mimea hairefuki. Kuna kitu kwa Kiingereza inaitwa standard growth. Standard growth ni imekuwa hapo for a long time lakini hairefuki. Kama ni mahindi, umeona tu ni mbilikimo. Si mnajua mahindi mbilikimo? That is why hiyo inaitwa growth, si ndio? Lakini hiyo growth inakuwa categorized under standard growth. Hairefuki. Tukifuatilia tunaweza ona cultivation ambayo imepewa sio cultivation ambayo inahitajika. Unaweza pata ile mahindi fupi, labda haikuwekewa mbolea, labda shamba yake hajatoa weeds, mahindi imemea kwa nyasi. Na unaona labda hiyo ndio inazuia mahindi isirefuke. And therefore this morning when we look at cultivating spiritual disciplines, I want us to look at what, first of all, I want us to know the spiritual disciplines. Nidhamu za kiroho ni gani? Ndio tujue cultivation tunafaa kufanya aje, na pia tutaangalia Biblia inatuambia nini kuhusu cultivating these spiritual disciplines. So first spiritual discipline, it is the discipline of prayer. Discipline of prayer, maombi. Hiyo ni discipline ya kwanza. Ni discipline ya maombi. Then number 2 spiritual discipline is the discipline of reading the Bible or reading the word of God. Hizi tunataka tuongelee leo. Najua there are many spiritual disciplines, but today, this morning, I would like us to just talk about 2 spiritual disciplines, which number 1 is the spiritual discipline of prayer and the spiritual discipline of reading the word of God. Nidhamu ya maombi na nidhamu ya kusoma neno. Venye nimesema, shamba ukipata haijapaliliwa, haijafanywa the cultivation or the spirit or the disciplines that are required, hiyo shamba haitatoa mazao yenye ina grow. Mahindi ama mimea ya hapo haitakuwa mimea ambayo ina produce to the fullest. And therefore when tukididimia katika maombi, these 2 disciplines, tukididimia katika prayer, katika reading the word, inamaanisha pia sisi at some level hatutaweza kugrow to what God wants us to be. Hatutagrow to our full potential. Kwa shamba utapata kuna mtu anaweka effort kidogo, mwingine ya katikati, mwingine hakuna, na mwingine effort ambayo inahitajika, effort ya juu. Na utaangalia all of them, they have different harvests. Mazao yao ni tofauti. Hawezi kuwa haweki mbolea kwa mahindi na mwingine anaweka na mavuno yenu itoshane. Haiwezekani. Sasa nyinyi mnajua hiyo. There is no way. Mtu hawezi kuwa analima shamba yake, wewe haulimi, na at the end of the day akivuna magunia 10, wewe pia unataka kuvuna 10. Hata kama shamba zenu zinatoshana, hamwezi vuna the same. Because huyu ameamua ku give in what is required. Ameamua kupeana the discipline that is required for growth and for harvest. Na wewe mwingine haujapeana. I want us to read concerning first of all the word. Nataka kwanza tutumie the word and we'll be using
the Bible. Tutaangalia the life of Jesus in the book of Matthew chapter 4. I want us to study the temptation of Jesus. Matthew chapter 4 from verse 4. I just want us to look how you have to know these spiritual disciplines are important to a believer. Because as the Bible reminds us in the book of Matthew chapter 4 and verse 4 that Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds, that comes from the mouth of God." Jesus is the Son of God. Jesus was not just like me or you or any other normal human being. Jesus is someone that was conceived by the power of the Holy Spirit. Na Jesus mwenyewe anatuambia it is written, meaning that he is referring to the word. That means that Jesus akisema it is written, samaanisha anajua alisoma. Asemi hawezi amka tu ati it is written na haujawahi soma. Hiyo itakuwa ni uongo. But when Jesus says that it is written, it means that he also read and he knows what it says. That is why he is saying that it is written. Just give me the English version. It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God. When we look at this, akisema shall not live on bread alone, this is in the spiritual life. This is not the physical life. The physical life unaweza kula tu mkate na kuwa sawa. Sikia nyinyi mnajua. But when Jesus says that shall not live on bread alone, that means that your spiritual life cannot be sustained with your normal routine of eating. It requires another food. Maisha yako ya kiroho, ukiona uko na nguvu ama unaweza withstand mtu kukusukuma in your spiritual life, it also requires that you have eaten. And you have eaten what? You have eaten the word that comes from the mouth of God. And that's why this morning, I want us, when he says that we are cultivating spiritual disciplines, I want us to know that cultivating spiritual disciplines, venye tunaambiwa, does not live on bread alone. I want you to understand this way. Chakula sio unakula kila siku. Jesus was relating this one, na anataka kumaanisha your spiritual life, it should not be on occasional. Ukiamua kula chakula occasionally like once in a year, so utakufa. And therefore, when Jesus says that shall not live on bread alone, yani anajaribu kurelate ile frequency ya chakula na frequency yako ya reading the word of God. And therefore, when you want to cultivate your spiritual life, when you want to be healthier, just like you are, ukikula mzuri unanenepa, ukikula mzuri ngozi yako inaanza inaitwa aje? Kung'enya ni kwa Kiswahili inaitwa aje? Kuglow. Kama unataka ngozi yako iglow, anasema usikule tu mkate peke yake. If you want your spiritual life to be strong, you're not supposed to just, you have to imitate that eating ya chakula ya kawaida, ukulenge Bible ya kawaida hivyo. Yaani ukikula ugali, hapo unakula Bible. Sawa? Because ukikula ugali peke yake, utapata huku wewe ni kakaratasi kawembe tu, unasukuma tu unaanguka. Lakini physical uko na misuli. Si ndio? Na it is possible unaweza kuwa na misuli, lakini in your spiritual life you're not that strong. Si ndio? Jesus wants us to be strong. And cultivating spiritual disciplines means that ensuring we are reading the Bible on a daily basis. But when I say discipline, nidhamu sio kitu ya kawaida tu inakuja natural. That's why wanafunzi wengi shule hasa hapa Kenya, hata kama anajua anafaa kukimbia shule, hawezi kimbia tu naturally. Lazima unasikia mwalimu anasema mtapea discipline. Atapewa discipline ndo haingie normal. So that means that discipline, kama hata discipline ya kimwili ni ngumu, inamaanisha pia discipline ya mambo ya Mungu pia sio rahisi. Si ndio? It was also hard. Tukisema wewe kwani unasoma Bible asubuhi, Bible lunchtime na Bible jioni, hiyo si kitu inakuja naturally. Hawezi hata unasema nilisikia mafundisho leo, basi kesho mimi nasoma ndo asubuhi saa 7 jioni. It is not that easy.
one thing I also want to remind you is that spiritual disciplines grow. Grow. It does not just come abrupt, where ulianza tu ulishtuka tu kaanza kuomanga tu 5 hours per day. Ukashtuka tu mimi siwezi naomba masaa matano. That is not possible. I want to remind you that spiritual discipline can grow and can only grow when it's cultivated. Wewe unafaa ukue kitu ya kwanza na let me say you have to be intentional to know that I want to be reading the Bible on a daily basis, in the morning, in the evening, or whatever time. Maybe hautaanza na in the morning, in the evening, and wakati yote. You can even start with a day. Unasema tu kwa siku, I want to be reading one chapter. I want to be reading only, nikisema nasoma nasoma tu Matthew chapter 1 peke yake. Then you can find yourself, it grows and it grows and it grows and it grows. When you continue like that, you will also be able to have a healthier and a stronger spiritual life. Because your spiritual discipline in the Word has grown. And cultivating spiritual disciplines, we will look at something later on, the deception. But we will also look in the same Matthew chapter 7 verse, chapter 4 verse 7, 4 verse 7, the second verse. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. That means that even the scriptures, ile maneno yenye Jesus, hapa ni temptation ni Jesus alikuwa amepewa na the devil. Na tunaona Jesus hakuwa anasema na wafuasi wangu huwa pia wanasema Jesus hakusema na mama yangu siku moja aliniambia. Jesus hakusema na niliona wazee kwa area wanasemanga hivi. No. Jesus was saying it is written. It means that for you to also have a stronger spiritual life, ama to be Mkristo wa nguvu, maneno yako inafaa ikuwe inaenda na Bible. Conversation yako sio unajitetea na mwili wa chalo manga. Bado bila Mungu shirika. It should be based on the word of God. You should be saying it is written. Sasa like ukisema hapo tu nje tu anza conversation, tuambie utumie mahali written moja. Unaweza bado unatafuta auoni because maybe the discipline has not been there. Okay. But I want to remind you that when you cultivate, even your conversations will be filled with the word of God. Will be filled with it's written. And when nimesema the word of God is the sword of the spirit. Ukipigana na shetani, that is an example of Jesus dealing with the devil himself. Jesus does not require you to use physical words. Maneno tu ya kufikiria. The devil can only be defeated by the word of God. For us to win our battles, our wars in our spiritual life, we have to know the word. Also want us to look at the spiritual discipline. Before we look at that, let's also look in the book of Psalms chapter 119 and verse 11. Psalms chapter 119 verse 11. We are still looking at the word, at the discipline of the word. The Bible says that this is David that is saying, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. When David says that I have hidden your word in my heart, this is not, it tells you directly that hii word yenye ameiweka kwa moyo yake anaijua. Si ndio? And therefore, for you, one of the things that the word of God can help you not to sin against God. And for you not to sin against God, or for you to be able to say like David is saying here, you have to first of all have that word. And I don't want to say that mafundisho tunapata hapa is not enough. I'm not saying that. I want to say that you can also add more. So, on your own, on your personal basis, you have to know the word of God so that you might hide it in your heart. Buda utakuwa na kitu ya kuficha. Utakuwa na story ya kuweka in your heart. I have hidden Andrea's story in my heart that I may not sin. I have hidden the preachings that I may not sin. No, I have hidden your word. Sindio? And therefore, we have to know the word of God and we have to be disciplined that we ujue hiyo, you have to be disciplined. Another
discipline I want us to look at it, which is spiritual discipline. It is the discipline of prayer.